kufanya kabla ya kufanya malipo kwa supplier wako. Ila leo tunaenda kuangazia kwamba ni vitu gani unatakiwa kuvifanya baada ya kufanya malipo. So kama una chat na supplier wako na unajiuliza kwamba sasa hivi nimeshamaliza kufanya malipo, je, ni vitu gani ambavyo natakiwa kuvifanya? Vitu ambavyo natakiwa kuvifanya ni kama ifuatavyo. Cha kwanza kabisa, baada ya kufanya malipo, kumbuka kumtumia supplier wako kitu kinaitwa shipping mark. Shipping mark maana yake ni nini? Shipping mark ni taarifa ambazo zinawekwa juu ya mzigo wako. Kwa zile taarifa ambazo zinawekwa juu ya mzigo wako, naomba utambue kwamba kuna tofauti kati ya shipping address na shipping mark. Shipping address ni ile anwani ambayo unamtumia supplier wako ili muwezeshe yeye kuweza kupeleka bidhaa yako kwenye sehemu unayohitaji, au ni ile anwani au ni ile address ya cargo agent wako, ile kampuni ambayo itatumika kuweza kusafirisha bidhaa yako from Chinese to Tanzania. Lakini unapozungumzia shipping marks ni zile taarifa ambazo zinawekwa juu ya mzigo wako. For instance, mimi naitwa Salukmans, kwa pale juu nitaandika Salukman, au my real name Lukman Abdallah, kwa utaandika pale juu Lukman Abdallah na namba zako za simu. Hii inasaidia nini? Hii inasaidia kwamba baada ya kampuni la usafirishaji kupata mzigo wako, watakupatia notification. Tutaona katika siku tips ambazo zinafuata vitu gani ambavyo wanafanya makampuni ya usafirishaji. So kitu namba mbili, usahau kumuuliza supplier wako, kwamba ni siku ngapi ambazo atachukua yeye kufanya delivery wa mzigo wako kutoka pale alipo kwenda kwa cargo agent wako, kwa maana kwamba kwenye ile kampuni ambayo wewe umeiselect kuweza kukusafirishia bidhaa yako. Kwa hiyo usahau kumuuliza. So minimum day huwa zinakuwa ni siku 3, ila maximum huwa ni siku 5, na depend na mzigo ambao unahitaji, ila maximum day huwa ni siku 5. Kwa hiyo usahau kumuuliza. Kitu kingine ambacho ni very important sana na kitu ambacho ni very sensitive sana, usahau kumwambia kwamba baada ya kupackage ule mzigo wako vizuri, asisahau kuweza kupiga picha. Kwa inabidi aweze kupiga picha ili aweze kukutumia, sawa, either WhatsApp au kupitia Alibaba account yako, ila ni vizuri zaidi aweze kutumia mule ndani Alibaba. Kwa nini kutumia hiyo picha? Tutaona katika tips zinazofuata, au muhimu wa hizo informations kwa katika account yako ya Alibaba. Usisite kunifollow TikTok kwa jina la Salukmans, WhatsApp kwa jina la Facebook kwa jina la Salukman, also Instagram kwa jina la Salukmans, as well as bila kusahau YouTube kwenye my channel yangu Salukmans. Utapata tips kama hizi ambazo zinaelezea masuala ya digital import skills, namna kuagiza bidhaa from Chinese to Tanzania kwa kutumia simu janja yako. Nimeshasaidia a lot of people kuweza kusucceed kuimport a lot of books, a lot of products, ambayo imepelekea mimi kuweza kuandaa kitabu kinachoitwa China to Tanzania. Kitabu hiki nimeshirikiana na brother wanamuita Kevin Kibenje, bila shaka unampata. Kitabu hiki kimesaidia maelfu ya wajasiriamali kuweza kuimport bidhaa zao kutumia simu janja. Thanks and goodbye.